Mimi niseme tu abaki na ule maskini. Ule alimvumilia kumaskini. Kwa sababu huwezi kujua alimvumilia miaka mingapi. Ndio. Huwezi kujua alivumilia vingapi. Natumai penzi msikilizaji wa Radio Black FM, ni saa 3:18 ndani ya mjengo wa 94.9. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 9 2022 na vile vile leo ni Ijumaa. Ni watakia Waislamu wote dunia nzima Ijumaa mubaraka, na wasiyekuwa Waislamu nawaambie tu weekend njema vile. Leo ni special kaswaida mwanzo mwisho. Alhamdulillah vile penzi msikilizaji wa Radio Black FM 94.9 au Black Media, YouTube, Facebook, Instagram. Na vile vile ni kujuze tu huku ingia kwenye option hapo kupitia njia ya simu. Watu wote wa Ulaya, watu wote wa Asia, watu wote wapi Europe mnatupata, wa Afrika yote mnatupata kupitia online Radio Black FM. Na tumai penzi msikilizaji wa Radio Black FM, na kama vile vile kama una matangazo yako waimbia kwenye ofisi ya Radio Black FM ili tukutangazie, maana tunasikika dunia nzima vile. Na muda huu ni mimi Charmante, muda huyu tukiwa njemba ya wanawake watatu kwenye kipindi chetu cha Shamsham za Pwani, lakini leo ni special kaswaida mwanzo mwisho. Ni mimi Charmante tukishirikiana na Rahma na Adolfine vile. Leo ni siku ya kutia mada kila siku. Muda wetu ni wa kutia mada, sijui wenzangu mambo vipi, ni watolee salamu ya Mwenyezi Mungu kwanza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama vile nuru ya Ijumaa. Naam. Vipi kwanza umeamkaje? Alhamdulillah, aliyeumba mbingu na ardhi na akanipatia pumzi zake hadi hapa niko kazini Black FM. Nikumshukuru wa kwanza ni Mola. Kabisa. Wa pili mama yako. Wa pili wazazi wangu wote wawili, si mama tu, pia na kuna baba. Wengine wana mama tu hawana baba. Ayo wote hata kama Mwenyezi Mungu ashawachukua, lakini kuzidi kuwaombea dua. Allahumma amin. Naam. Kumbuka ni 94.9 mpenzi msikilizaji wa Black FM, na ukumbuke kwamba leo ni siku ya Ijumaa. Kwa wale Waislamu wanakuambia ni siku ya sikukuu. Unatakiwa upike vizuri chakula kinogeshe paka atakayekula anasema naam. Tena ukishanga vizuri tutupikie biriani, ndio napendelea zaidi. Swadakta biriani. Tena biriani yenyewe ya mayai. Na isikue biriani ya bubu. Hapana. Hakunaga biriani ya bubu. Hapana, wengine wanapika biriani ya bubu shoga yangu. Hujajipanga vizuri. Ukitaka kupika biriani lazima kwanza ujipange. Na je, unaijua kuipika? Njoni kupikia kwangu. Swadakta. Yani wewe una somo. Sio Adija. Naam. Basi mpenzi msikilizaji, kumbuka kwamba leo siku ya Ijumaa tuna mada mezani, na mada yenyewe sitasema mimi atasema Adija la Dolphine. Kwa sababu inanusu mimi. Inawezekana? Wapenzi wasikilizaji, watazamaji, mada yetu ya leo inazungumzia je, wewe kama mwanaume utamuowa nani kati ya mwanamke aliyebaki na wewe katika umaskini na mwanamke aliyesababisha wewe kutoka kwenye umaskini kwenda katika kufanikiwa. Yani kwa ufupi mwanaume ana mwanamke, yani wanapendana ule yani maisha ya hivyo ya chini, na amepata mwanamke ana uwezo amemtoa kwenye umaskini, ni tajiri, anamtoa kwenye umaskini. Mwao wawili ataoa nani? Ule aliyebaki nayo katika umaskini au kwa utajiri? Kwenye mwenye alimtajirisha. Kivyangu mimi nianze na mimi au uanze na wewe? Anza na wewe. Mada hii ni nzuri sana wasikilizaji wetu, watazamaji wetu kupitia Black FM au Black Media vile wasikilizaji na watazamaji. Hata maeneo ya huko nje natumai wanatusikiliza. Kivyangu mimi kwangu mimi naweza nikampatia ushauri mwanaume habaki na ule wamekuwa naye katika umaskini. Maana umaskini si marazi. Maskini si marazi.
Maana leo uko maskini na kesho utakuwa tajiri. Na huwa ule mwanamke unamuoa eti ni tajiri, samba unamuoa ule mwanamke juu ana pesa zake. Lakini katika ndoa ndani yako yani ni wachache sana, tena sana kuwa mwanamke yani hata mpatia heshima mwanaume. Atajua tu kama mimi ndio kwanza yani ni Mario. Mimi namstiri. Hapana, nani Sharmata hujaelewa vizuri. Mada nakwambia hivi, ni mwanaume alikuwa na mwanamke, walikuwa katika umaskini. Lakini katika umaskini wao alipata mwanamke, akamtoa katika umaskini akawa tajiri. Si ndio hiyo mada ninavyosema nani Dolphine? Ndio. Asa mimi kama nakwambia Sharmata iko naelezea ndani zaidi. Huwa huyo mwanamke aliyemtoa katika umaskini anaweza kumshika vibaya. Akamdharau kwa sababu Yesu ndio alimtoa katika umaskini. Ile mashimango mengi tunayaona hata kupitia mafilamu. Unaona maana filamu ni vitu vyenye viko unaona. Yes. Sasa heri ampende ule wa maskini mwenzake. Maana umaskini sio ugonjwa. Umesikia maskini ni malaria? Au maskini ni ugonjwa wa kisukari? Hapana. Maisha yanakuja pole pole, na Mwenyezi Mungu iko siku atawafungulia wote milango ya riziki. Wewe unachukua unampenda ule tajiri haujui labda ile mali imetoka kwa nani, kwa mwanaume wake mwingine amefariki au ametapeli ile mali. Sijui mwenzangu naona semaje? Adija. Naam, mimi niseme tu abaki na ule maskini. Ule alimvumilia kumaskini. Kwa sababu huwezi kujua alimvumilia miaka mingapi. Ndio. Huwezi kujua alivumilia vingapi mpaka yeye kuwa tajiri, kutajirishwa na mwanamke mwingine. Unakutana, ndo maana anasema abakie na ule maskini mwenzake, kwa sababu yeye ndo anajua shida na raha. Ule wengine hata akienda kumwoa ule tajiri hatojua shida na raha. Siku atarudi, kwa mfano wanakosa, unaona kweli atamvumilia? Atamvumilia kwa sababu yeye ni tajiri, alizoea utajiri. Akili ule mwenye alikutwa naye katika umaskini ataendelea kuvumilia. Sasa hapo Adija unasemea katika ndoa au unasemea katika relationship? Mimi sijakuelewa. Ni relationship juu hapa wanakuambia hivi, je, utamuoa nani? Kati ya mwanamke uliyebaki na yani uko naye katika umaskini na ule aliyekutajirisha. Naweza nikasema hapo wanaume wengi wanatoka hapa nyumbani wanaenda kutafuta maisha. Anamwacha mchumba wake, ameacha, amejitambulisha mfamilia. Alafu anafika kule anapata vishawishi, anapata mwanamke mwenye pesa. Anamsahau huyu, anataka huyu iko huko Ulaya au sehemu yoyote. Yeye ndo anamtunza, anampatia zile mali, anaona kama amemaliza ule wa kule, anamsubiria anemsahau. Ndio wengi wako hivyo, kaka zetu wengi sana. Na hii dunia ya sasa ndio sio tu wakaka, pia na sisi wanawake wadada. Kwa upande wangu mimi nitakuwa na wote. Nitakuwa na wote kwa sababu huyu maskini amenivumilia na huyu tajiri amenifanya mpaka niwe tajiri. Siwezi nikamwacha hata mmoja. Wote tunataka mtu huyu. Oni yake ni wote. Sheria dini simesema kuoa wanawake ni wawili. Sasa ukikutana wale naoa huyu wa kwanza maskini. Rahma. Tia kama ukikutana na wale wenye hawaruhusiwi kuoa wake wawili, watatu, wanne, atafanyaje? Sio dini yetu ya Kiislamu. Ifo wape wote. Kwa upande wa Kikristo. Upande wa Kikristo nitachagua huyu ambaye amestruggle na mimi. Kombe. Lakini kwa upande wangu mimi, kwa mada inavyosema, mimi nitachukua wote wawili. Nitachukua huyu maskini na nitamchukua huyu tajiri. Rahma, shida ya wanaume huwa anaemelea sana kule penye pako pesa. Akumbuke huyu atanipa nini? Huyu ananyanyaswa sasa. Ndio maana nakwambia chagua umoja na mapenzi ya sasa. Na ukumbuke kuna laana ya mke.
Ninyanyasa na kutolea lana. Na mapenzi ya sasa watu wengi hivi wanaenda kimaslahi. Ndio. Na wewe kama wewe hata familia watakwambia achana na huyo. Huyo hana kitu, hana lolote. Lakini wewe kama unajua utu, kama unamjua Mungu wako, unajua leo wangapi hapa unaweza kaingia kwa hiyo utajiri na hapo Mwenyezi Mungu akakuchukua. Ukafa. Na kuna wengine charmante, unakutana hivyo mtoto wao alienda huko nje alipata huyo tajiri. Ndiyo. Unakutana anaanza kutumia pesa familia na mpenda ile familia sasa nafika nampenda ule. Huyo maskini hataki. Naambia hujua kwanza alikuwa anakutia tu mikoshi tu vitu kama hivyo. Na tatizo la wanaume wa siku hizi ndugu yangu, wanaume wa siku hizi tuseme yani tegemea sana wanawake wa Ulaya. Sisi wanawake wa huko maskini wanatuacha. Unajua kitu kimoja nikwambie? Sema dada. Sisi watu kama hao wanaume kama sisi familia tuseme haswa familia mwanaume huwa wanaendaga kimaslahi. Wao hauna kitu. Watakupendaje? Wanataka kimaslahi ule wa kuwaletea mfuko wa makaa, mfuko wa mchele, nyama, maharage nini atie stock ndani. Wamamko wengi ndio wako hivyo, ni wachache sana. Lakini kumbuka bila mimi maskini ule mtoto wako usingemuona. Nilikuwa na uwezo wa kumwambia hapana, na nilikuwa na uwezo wa kumwambia ndio. Ushaona? Na nilikuwa na uwezo wa kumuua. Unanielewa? Nilikuwa na uwezo wa kuishi naye.